Je, umewahi kufikwa na mabaya? Watu wa karibu wakakuumiza, watu wa karibu wakakutendea hila, watu wa karibu wakakutesa kisaikolojia, watu wa karibu wakafanya mbinu za kukuangamiza, watu ambao wewe umewasaidia na kuwashika mkono wakawa ni chachu ya wewe kudidimia na kurudi nyuma. Mwana wa Mungu, leo Mungu analo jibu lako kwa kupitia maombi haya ya siku ya pili asubuhi katika mfungo wa siku 40 katika kulisoma neno la Mungu. Na hii ni the 14 days Bible Fire Challenge. Leo tutasoma kuanzia kitabu kile cha Mwanzo sura ile 25 hata sura ile ya 50. Leo tutakamilisha kumaliza kitabu cha Mwanzo chote. Siku ya jana tulisoma Mwanzo 1 mpaka 24. Leo tunasoma Mwanzo 25 mpaka 50. Na mstari wetu ambao tunasimamia kama mstari wa moyo katika siku hii ya leo, mwana wa Mungu, ni kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 50 na mstari ni ule wa 20. Mwanzo 50 na mstari ni ule wa 20. Maandiko matakatifu yanasemaje? Anasema hivi: nanyi kwa kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia mema, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Ninakuombea Mungu akabadilishe yale mabaya ambayo wamekusudia katika maisha yako, akayabadilishe kuwa mema. Yale mabaya ambayo watesi wako wamejipanga kuyaachilia katika maisha yako, Mungu akayabadilishe hayo mabaya yaende kuwa mema. Mungu akabadilishe hiyo huzuni iende kuwa furaha. Mungu akabadilishe hiyo hasara iende kuwa faida. Mungu akabadilishe. Ni Mungu wa kubadilisha mabaya ya maadui zetu. Ni Mungu anayebadilisha mipango na hila za watesi wetu. Ni Mungu anayebadilisha mabaya kuwa mema. Ni Mungu anayegeuza mabaya kuwa mema. Asubuhi hii unapoenda kuanza kusoma Mwanzo 25 mpaka 50, utakutana na habari za Yusufu. Yusufu alitendwa hila na ndugu zake, akauzwa kwa Waishmaeli, akaenda akauzwa mpaka nchini Misri utumwani, akawa mtumwa katika nyumba ya Potifa. Potifa akakaa na akasingiziwa kesi, akafungwa mpaka gerezani akakaa huko. Kalichokuja kumfanya atoke katika lile gereza ni namna ambavyo alienda ikulu kufasiri ndoto ya mfalme. Kuna mtu alimtaja. Mungu akuinulie watu wa kukutaja kwenye maeneo sahihi. Mungu akuinulie watu wenye kukutaja kwenye maeneo ambayo yatabadilisha maisha yako. Katika siku hii Mungu akupe kibali cha ajabu, kile kibali ambacho Yusufu alipewa na Bwana. Hata Farao akasema, tupate wapi mtu kama huyo ambaye Roho wa Bwana anakaa ndani yake? Kile kibali na kile kismati kiwe juu yako, mwana wa Mungu unayesikia sauti, ili yale mabaya yaliyokusudiwa na adui zako yakageuzwe kuwa mema, yakageuzwe kuwa mema, yakageuzwe kuwa mema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema, Mungu wa mbinguni, sema kwa sauti, Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, ninaomba unisaidie. Wewe Mungu wa neema, ninaomba unisaidie. Mungu wa Yusufu, nisaidie kuona mkono wako katikati ya majaribu, kuona mkono wako katikati ya mateso, kuona mkono wako katikati ya dhiki. Mungu uniwaziaye yaliyo mema, nijalie niliye mtoto wako kuyaona yaliyo mema yakitokea katika maisha yangu, kuyaona yaliyo mema yakitokea katika maisha yangu. Haya magumu yanayozaliwa, haya magumu yanayojitokeza
kujitokeza. Ninakataa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kuumia. Ninakataa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kutaabika. Ninakataa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kunasa kwenye mitego ya adui zangu. Wewe Mungu, mkono wako ulio mwema uliokuwa juu ya Yusufu uwe juu yangu, uwe juu yangu, uwe juu yangu. Mungu wa Yusufu, nisaidie kuona mkono wako katika kila jaribu. Geuza Bwana mpango wa adui zangu uwe baraka. Geuza Bwana mpango wa adui zangu uwe baraka, uwe baraka, uwe baraka, uwe baraka katika maisha yangu. Kila mpango wa adui, kila ambacho adui ananiwazia, Mungu kakibadili kikawe chema. Kile ambacho adui anawaza juu ya maisha yangu, Mungu ninakusihi ukakibadilishe na kuwa chema katika siku hii ya leo. Bwana, badili kila mipango ya adui zangu, wale wanaonipangia mabaya katika kazi za mikono yangu, wale wanaonipangia mabaya katika majukumu ya ofisini kwangu, wale wanaonipangia mabaya katika familia yangu, Mungu ukabadilishe yale mabaya yakawe mema. Haijalishi ya kuwa wana nafasi kubwa kiasi gani, lakini Mungu wa kubadilisha mabaya kuwa mema. Ingilia kati Bwana, ni uone mkono wako katika siku njema hii ya leo. Ni uone mkono wako Mungu mwenye nguvu, nizione nguvu zako. Wewe Mungu uliyemsaidia Yusufu, na mimi unisaidie leo, na mimi unisaidie leo katika siku hii ya pili ya kufunga na kuomba. Mungu unisaidie leo, Mungu unisaidie leo. Ninaposoma kitabu cha Yusufu, nguvu zako zinijaa, nguvu zako zinivaa. Ninaposoma kitabu hiki Bwana cha Mwanzo, kuanzia sura ile 25 mpaka sura ile ya 50, Mungu uliye mwema, ukanipe hekima yako, ukanipe akili yako, ile akili uliompa Yusufu. Bwana, Bwana, ile akili uliompa Yusufu iwe juu yangu. Yale mawazo uliompa Yusufu yawe juu yangu. Zile idea ulizompa Yusufu ziwe juu yangu. Ile nguvu, ile idea, ile ya kuwa na mawazo ya tofauti na ya kipekee, ile ya kuwa na mawazo ya maendeleo, mawazo ya kuchanua, mawazo ya kustawisha mahali ambapo pamekuwa pakame, mahali ya kutatua matatizo ya miaka nenda na miaka rudi. Mungu unipe akili, akili ya kushinda changamoto, akili ya kushinda magumu, akili ya kutatua kila tatizo linalokuja mbele yangu. Wewe Mungu ulimpa akili Yusufu ya kutatua tatizo la njaa lenye kujitokeza katika miaka 7 ya njaa katika nchi ya Misri. Mungu nipe akili ya kutatua matatizo, akili ya kutatua shida, akili ya kutatua matatizo, akili ya kutatua changamoto ambazo zinakuja mbele yangu, kila changamoto iliyokusudiwa mbele yangu. Mungu nipe akili ya kuishinda, nipe akili ya kuitatua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu ninakuomba, Baba yangu ninakusihi, Baba yangu ninakusihi, majira haya Bwana, mkono wako mwema uwe juu yangu. Baba, tangulia mbele yangu, wewe uliyetangulia mbele ya Musa kipindi cha wana wa Israeli, tangulia mbele yangu, mfalme wa falme. Kuna mabaya nimekusudiwa